4.3 trillion. We don't need a budget of 4.3 trillion when we don't have those resources. Let us make a budget ambayo tunaweza. A sustainable budget. If you look, President William Samoei Ruto alituambia atatoa Kenya kwa madeni. Na ukikompea miaka ya kwanza ya Kibaki's first 2 years, Uhuru's first 2 years, Ruto's first 2 years, Ruto is the highest borrower in 2 years. The highest borrower in 2 years. Ameshinda Kibaki ile alikopa kwa miaka 2 na Uhuru ile alikopa kwa miaka 2. So kama Uhuru alikopa 6.7 billion in 10 years, Ruto atakopa ngapi? You cannot borrow to pay a debt. Yaani unakopa kwa huyu ulipe huyu, na ile anakopa, ile deni analipa, interest yake ilikuwa 6% interest. Ile anakopa interest ni 10%, na anasema anatutoa kwa madeni. What kind of economics is this? What kind of economics does William Ruto understand? William Ruto is surrounded by people who are clueless, rudderless, greedy, people who are wheeler dealers. They don't know what to do about an economy. William Ruto must go in 2027. That's just joyriders who don't know anything about the economy. We have a lot of economists here ambao wanaweza kurekebisha uchumi ya Kenya. I have just seen Professor Ogola. Fred Ogola has left this place. The man who participated in making the Rwanda economy, Professor Fred Ogola, ambaye ametoka hapa sasa. These are the kind of brains that we must use in this country. So mimi namaliza kwa kusema President Dr. William Samoei Ruto ataenda nyumbani. Hata alale na Raila kwa kitanda moja, hata akisi Raila. I want to interject you kidogo Kiberenge, especially on the issue of SHA. You find that during NHIF, private hospitals used to make more claims than the services they have rendered. And due to that, you could find that many private hospitals have got good infrastructure rather than the public hospitals. So these are some of the challenges we used to face with the NHIF. And also you find that during NHIF, outpatient services were being given in certain hospitals. And the poor people who were contributing 500 shillings couldn't access health services in other schools, in other hospitals. So what I just wanted to say, the SHA had a good vision and mission. It has failed on its implementation and execution. And again, the health cartels are also fighting it because it is going to affect their operations, which they used to steal the money of the point of information. Sisi wajinga. Sawa? Wewe unatoka serikali. Usielewi. Hebu waambie hii serikali tumesema ni serikali. Ano pende sipende. Serikali inaenda nyumbani. What happened? Tumedanganya kutosha. Kama ni uongo. Tumedanganya kutosha. Nakwambia makatela wako hapa. Makatela wako. Nakwambia Mheshimiwa Rais Raila Odinga. Alogana Ruto. Nyinyi tena mbani mwaka huu. Kwa kwamba hii mwaka huu 2025 lazima Ruto apisiwe na Raila apisiwe ndio wote. Hizi tupangwi, kama tawapanga atuui. Na mesiku wala matwanjezi ambaye naonga mkono ambaye serikali kweyu
Panga mkaliza mstaka nyumbani. Jamii nyumbani. Serikali imeanguka. Serikali imeanguka. Serikali imeanguka, mimi itaanguka. Sio kama speaker. Wangamba na pia makao serikali iko imara miaka 10. Watu wanaopia hawana kura, ani walevi, ani wazimu, hata siwezi ongea leo kama ukiangalia hii uchumi imepanda juu. Bei ya unga, mafuta imepanda juu. Mkate pia imepanda. Sukari. Sema kweli wa Kenya, hii serikali iko imara, iko imara. Iko. Ni uongo tu. Kama mbona Mheshimiwa Rais? Wao umetoka ndani ya wananchi. Wakati wa pala. Ukona makanisa uongo. Hama kajoda wapendi, wakupendi, wai umetoka kundanganya wananchi. Wanaokenda wachinda. Sisi wa Kenya watafutunuka. Maula moto. Kuambia kwa hivi lazima serikali itaanguka 27, kuna serikali tena. Na mwisho. Wakati wenzangu watambuka wananchi hapa na wenzangu. Utubali kutumiwa. Makateri machoko ndani ya wananchi. Baada matanga hakuna kukula baada matanga tena, never. Hakuna kukula baada matanga tena, never. Kama nini? Unaona? Hii bunge. Kuna spika. Topic sasa. Inasema hii bwana eti. Wewe tikira maskini. Hapa bunge. Kwa leo hakuna kukula baada matanga tena. Tubu. Tena. Hakuna taudi kukula baada matanga tena. Never. Tubu kusamehe. Baada matanga hakuna. Tubu anatubu. Sasa tukana nyumbani, malaila ndio kwenda home. What is your point of order, sir? I don't really want clarification. Can you clarify? I do believe out of my conscience that we are going astray. Yes. Why am I saying so? Yeah. Because if we are looking at our economy, the first aspect in our intellectualism and professionalism should be what we call per capita. We'll never know the word per capita can clarify. Unapata pesa ngapi kwa siku na unatumia ngapi kwa siku? Ndio hiyo. Are we Kenyans, we are staying on deficit? Kwa sababu ukiandikwa kwa mfano shilingi 500 per day, huko na bibi na watoto, umetoka Dandora, angalia fare utatumia, angalia chai watakunywa, angalia chakula utakula huku, angalia lunch utakula watakula, angalia at the end of the day, let's look up a couple, kwa sababu pesa unapata even you are getting 30 million or 50,000. Huwezi peleka mtoto wako hospitali, huwezi peleka mtoto wako secondary mpaka university. So our economy is in shambles. Serikali shindwe.